Yey, kama kawaida inatoka pale pale Nasra Video and Supply Aikareko mtaani Koma, karibu kabisa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri TZ, namaanisha Tanzania au sio? Ayo basi ni Mountain Bandit sehemu ya 25. Sehemu ya 25 inaletwa kwako na Sam the DJ Jabta Kaijani, kama pumzi chini ya jua. Yani noma mzee nane. Aitakuwa yule mtaalamu Shinyi Lang amebeba jina la albumu yetu nzima au movie hii hapa, bonge ya season. Dude la kijanja from Chinese Kenzo au sio bwana? Tuone nini kinajiri basi katika episode ya 25. Utakuwa nami, nimempa hofu kidogo mjukuu apumzike. Hiki ni kisima cha burudani kama kawaida, kama ilivyo ada. Inasomeka Afrika Mashariki na Kati, ikiwezekana hata ngambo ya nchi. Haina shanapa, yani 03 afagiriwi mtu. Basi hivi ndivyo ilivyokuwa. Tunaanza rasmi namna hii. Elisha kukanya kabisa kuwa na huyo binti. Mamake na mtaalamu Chanbi amekatazwa na mamake kumwoa huyo mtoto ambaye anamuita Sinyang. Nimekataa na sihitaji maelezo kuhusiana na hilo. Lakini bwana anapingana na amri ya mamake na anatembea mbele. Kipindi hicho ni maandalizi ya harusi. Mtoto wa kike yuko ndani anafanya maandalizi. Anakoga kwa kutumia maji fulani ambayo yamechanganywa na maua maalum. Nikisema maalum ina maana ni mahususi kwa ajili ya harusi. Ina maana ni vitu vya gharama. Mtoto anatakiwa ang'ae asije akanuka shombo siku ya harusi. Basi anatumia maua ambayo ni maalum kabisa, yenye harufu nzuri. Unajikuta unanukia wiki mzima hata kama hujaoga. Mtaalamu anakuja huko mali binti aliko. Mwangalizi wa binti yuko hapa. Yupo ndani lakini anaoga. Ingia kama unataka. Nataka tu nijue kama yuko salama. Ni kweli binti yuko ndani anakoga, wala hana tatizo. Taratibu. Lakini alisika kuna mtu hapa. Akamwita yule mfanyakazi wake Shen. Lakini pale pale tuliona kama kaniki nyeusi imemfunika na kuwa ukimya ukatawala. Bijen asikiki. Ina maana Bijen hayupo tena. Nini tena? Bijen amechukuliwa na nani? Hayupo na alikuwa anakoga hapa. Jamaa katoka nje upesi. Chanbi kacheki jamaa yule kule. Ameibiwa. Sai, hajui nani kamuiba binti. Yaani kabebwa na karo lake la kuogea hivyo mzima. Mziana yeye ajui ya nyumba huko. Wakati ule mtoto wa kike ambaye anamuita Sinya, yeye mara nyingi sana anampenda Shinyi Lang. Lakini na yeye vile vile kuna jamaa ambaye anaitwa Brother Yang. Yaani ndugu yake na Chenbi. Anampenda sana huyu binti. Nini? Kuna ujumbe nimepewa na Brother Yang nikuletee. Asante. Ngoja nisome huyu bwege. Huyu ananipenda lakini anajipendekeza mimi simtaki. Binti akafungua kuna mkufu ambaye amepewa hapa. Mkufu wa kiasili lakini kuna message. Naomba jamani tukutane kule katika mbuga yetu tunakutanaga siku zote. Tunakutanaga na yeye wapi huyu? Huyu mbuzi. Binti moja kwa moja akashinda ku reject ile offer. Ananyokea kule alikopeana ahadi. Kipindi hicho msela naye ndo anakuja hapa. Ndo anaelekea kule alipopeana maadi au vipi? Inawezekana mikubali au sio? Lakini usikute na safari zake. Au ngoja niende naweza nikamkuta kule.
Jamaa hajiamini kwa sababu binti anakuwaga na mawenge. Sasa binti anafikiria, je, eneo ambalo umeahidi kutana naye ni hapa. Sasa ujumbe ni uache hapa, akija kutana na ujumbe wake mimi nisepe. Naomba unisamee mara 3, mara 4, mara 5 ukija mimi sitakuwepo. Lakini sasa atajuaje kama hii box nimeweka hapa? Mbona utakuwa ni upuzi? Akanyanyua tena. Mbona atokei? Lakini kwa mbali akamwona mtaalamu Shi Yilang anafanya zake mazoezi mawindo madogo madogo. Kuna vitu anatafuta. Wewe acha kelele. Wewe ni aje? Afu wewe mwenda wazimu. Mimi nakusemesha unajifanya huko bize. Leo mama umependeza. Umeoga maji gani leo? Mama akisifia huko mzee anajilainisha. Sio kudengua kama anaimba taarabu. Wewe. Nani kakwambia uje hapo? Umeshakuja kunivutia, kunipotezea mastimu yangu. Mimi nilikuwa na winda. Wewe mjinga ni. Afu kila siku mara unaniremba baadaye unanipaka tope. Lakini mimi sijakuita hapa. Mimi sijakuita wala sijakupa ujumbe wowote. Unasemaje? Na maana mimi muongo? Ndio, wewe muongo. Mimi kuna vitu na winda hapa ambavyo ni maalum sana. Sasa unakuja unanipigia matarumbeta. Hiki kitu kina faida. Lazima tukazungukwa na ulinzi muda wote hapa pindi tutakapofanikisha hilo kitu tunachokitafuta. Binti anaanza kucheka. Alafu wewe unaifanyaga vile mtaira Mimi sio mjinga kihivyo. Najua utaamini lakini iko muda utaamini tu. Haya ninayoyasema. Unajua nini? Niambie basi. Nina zawadi. Zawadi gani upo unataka kufungua suruali? Hii hapa. Nimekupa zawadi, utaki? Binti akaichukua taratibu, hataki kuangalia. Wow. Umito wapi? Si ndo nilichokuwa nakitafuta hapa? Ni ya kwako hiyo. Kwa hiyo nichukue sio? Mbona siku zote lakini uniambie kama unanipenda? Mimi sio kama nakupenda, nimekuamua nikupe tu zawadi. Kumbe mtu zawadi sio lazima unampenda. Nilijua kabisa iko kitu kitakufurahisha. Kama vipi shika nani yako kama unipendi? Leta. Sikupi. Lazima tu useme kwamba unanikubali au sio? Wewe. Alafu wewe unasemaje? Kupiga ngumi. Binti anafanya makusudi, ana mitego yake ambayo anaiandaa. Naanguka la. Uangizi kuanguka. Nimekudaka. La. Najisikia vizuri. Jamaa sana mpelekea mdomo. Binti anakwepa. Wewe unataka kufanyaje wewe? Naogopa bwana. Unaogopa nini? Kuna mtu pembeni anatuona. Umemwona? Binti kashtuka. Amekuja mama huyu amejifunika mavazi meupe, na maana kwamba ni mtu wa Mungu huyu, ni kama shemasi fulani hivi au mtabiri. Najua kabisa ninyi mna mapenzi, lakini kila mmoja ni muoga kumweleza mwenzake ukweli. Ila cha msingi, muda ukifika naweza nikawaambia maamuzi yenu yanatakiwa yawe vipi. Ila kwa sasa sitawaambia chochote. Umesemaje mheshimiwa? Mimi sija kusikia ulivyosema. Wewe si ndio mwalimu wangu anakutafuta? Nyamaza wewe. Mwalimu yupi huyo? Wewe utasema umjui, lakini si akija hapa utamjua. Huyu ni mjinga mama, usimsikilize huyu. Kichwa chake nakuaga kimeruka wakati mwingine. Maneno yake machafu, mvumilie tu. Wewe mjinga, niacheni ongee. Wewe acha kuongea. Wakati ule mwamba huyo hapa. Peter. Mimi ndo expert machine. Unajua nini nilichokifanya wewe? Umefanya nini? Shika zawadi hiyo. Sio kilichonileta hapa. Mimi nimekuja kwa ajili ya kumwangalia mtu mwingine, sio nyie. Nani huyo? Nyie ondokeni kwanza kule, nimeshakuletea mzigo wako.
Nenda kule kakague kama uko salama au la. 哦，还有不服。 Kwa hivyo sihitaji mazungumzo marefu ili ujue kwamba mimi ni nani. Hebo. Naota ama ni kweli? Ni wewe? I see. Yaani mwanamke nikupendaye siku zote leo umejitokeza mwenyewe? Sasa jamani, mimi mwenyewe nimechoka namna hii. Lakini ngoja tu hata nikukumbatia hata kidogo. Kushika shika upepo. We, nisubiri. Ngoja kidogo. Ina maana kwamba master ndo anampendaga huyu mwanamke sio? Nishagundua. Basi hii zawadi iliyobaki hapa ni ya kwangu. Haimuhusu mtu yote. Binti anaongea kijua yuko na jamaa, msela ameshasepa maana kuna mzigo master amwambia ameuleta. Aenda kaukague kama uko salama ama la. We mjinga. Na nikwambia niache. Kipindi hicho bwana brother yangu ndo anafika eneo alokubaliana wakutane. Si hapa tulikubaliana tukutane? Au na maana message hajapata? Mama yeye mama unaenda wapi? Usifanye hivyo bwana. Nilishakwambia siku zote uache mipombe ufanye ibada. Wewe pombe ndo kila kitu. Kwa hiyo sasa endelea tu kuwafundisha vijana wako. Hebu jiangalie jinsi ulivyo. Unafanya vitu ambavyo havingani na wewe. Lakini sasa haya yote tunasameheana jamani. Tafadhali nisamehe, unajua ulinzi wako kwangu ni muhimu sana. Usifanye hivyo bwana. Huwa mara nyingi ukiniambia kitu mimi nafuata. Sije kupingana na wewe hata siku moja. Basi nionee huruma angalau hata kwa mara ya mwisho. Mimi niko na wewe. Na kusikiliza kila kitu, niambie. Unakubaliana na ofa yangu? Hapana. Wewe tabia yako ni mbovu. Endelea kunywa pombe kwanza. Ina maana ndo kweli umeniacha? Sasa jamani Dr. Jin. Mimi nifanyeje? Mimi nimekuomba siku zote lakini subiri kidogo nikwambie. Huyu jamaa na wengi, huyu ni mwalimu wake na Shi Yilang. Lakini kuna mzigo amemletea jamaa nyumbani, sasa anaenda kukagua. Huu ni mzigo gani? Binti ile kizawadi huwa mchana inakuwa ni nyeupe, lakini ukiingia kwenye giza inatoa mwanga wa ajabu yani. Hii macho yangu mimi nikapofukaga. Binti ameletwa hivyo wangu yani ameletwa mzima akiwa anaoga kule. Na alafu na kesho ni harusi. Wewe unatarajia nini? Mfunike mwenzako wewe. Mfunike, mimi naogopaga kuota ujue. Pumbavu wewe. Unajifanya mtoto mdogo. Wewe fara. Yaani wewe unajifanya una akili kuliko mimi Eti unajifanya tu utake kuangalia. Si ndio mzigo mwalimu amesema amekuletea huo? Ngoja nilete nguo. Jamaa kajibanza nje. Amka na wewe uvae. Umekaa hapo unaogaoga kama chura. Amka uvae. Binti anakawivu huyu. Maana anajua kabisa Shi Yilang anampendaga huyu kuliko yeye. Sasa ina maana kwamba Sinya mimi ndo sina bahati au vipi? Nenda ndani sasa kaongea na demu wako. Ngoja. Si mzigo mwalimu ameuleta? Ni nani huyo kwani? Fanya ujui. Sinya. Mwalimu umefanya vizuri sana leo. Mama usiyoka hujavaa nguo. Binti ana sepa zake huyu, maana shangaa binti ameletwa yule ambaye anajua kabisa ndio anayeleta kipingamizi katikati ya mapenzi yake na Shi Yilang. Kiroho kinamuuma. Lakini atafanyaje sasa?
basi na mimi niende nikamtafute brother yangu, kwa sababu na yeye ananipenda kwa dhati. Acha tu nimfuate hivyo hivyo tu kiugumu, hata kama mimi simpendi, lakini inabidi iwe hivyo. Sina ujanja kwa hilo. Kipindi cha mtoto wa kike anakuja taratibu, ameshavalia mavazi yake. Aha, mtaalamu ameshakuja bwana brother yangu. Kumbe alikuwa anafuatilia hili swala toka mwanzo. Sasa ndio hapa ndo wakati wangu sasa wa kujivinjari. Mtaalamu kama kawaida ni mzee kupuliza trumpet. Anamcheke binti anavaa ni yuko kwenye nguo fulani, pazia hiyo ni transparent. Kuja nitoke nje amalize kuvaa mama. Yakanipandisha pressure imepanda mpaka 400. Mungu wangu hii. Ni mambo gani sasa tunaleteana huyu mwalimu huyu? Amaliza kuvaa au bado? Tayari? Tuko chini. Niangalie au bado? Oya. Ni chao meo. Umeshavaa nguo? Sio meo amelao da. Mimi naogopa kuangalia bana. Binti anacheka tu. Oya. Ni bui chu什么吧? Mbona ujibu? Fuzi na保护你的. Binti anampendaga huyu jamaa kufa na kupona yani. Na alisha kusema kwamba huyu ndo mtu ambaye ni maalumu katika watu wote dunia hii. Ukwenda. Ai, nipo kwa wewe mama, mbona usemi kama umevaa mimi nitakuangalia eti? Eti anataka anusi harufu kama mtu uko uchi au amevaa nguo. Ushakuonaga eti unajua harufu ya mtu aliyovaa nguo na ambaye uko uchi. Upumbavu huyu. Nataka kutuongopea. Wa! Bana mama, umependeza. La! Ni yale maji yalikuwa yanaogea mama, sio maji ya kitoto. Mama ameng'ani, amemeremeta, si mchezo. Asa katule Sinya, brother yangu amekwenda katika sehemu ya miaidi ya jamuona. Sasa anakwenda kwa eneo la bar. Kule ambako Sinya anapendeka kugonga masanga. Kutateki. Hapa ndo kunako hapa sasa. Brother yangu anawaza sasa ameitwa na Sinya. Sinya. Ama kwa hakika katika hii dunia hii hakunaga mtu anampendaga kama wewe. Kubali basi nikuoe. Haina shida. Ni wewe tu. Mimi nakupendaga brother yangu. Aise. Kugeuka namna hii. Wewe boya. Mbona pale nimekuja sija kukuta? Nimekuja kule nimekaa nikashangaa wewe haupo. Lakini kwa sababu tumekutana. Mama, karibu ndani. Twende basi. Ingia ndani bana. Ina maana ukiona mtu ameshaingia hapa, mimi nikijaga utaratibu wangu, si unajua? Najua. Wewe unapendaga kasinka. Mapombe yale ya kutoka Korea yale. Na misosi ya kutosha ikamwagwa mezani mzee. Mama, karibu, hii chakula mimi ndo nimetoa order. Iandaliwe kwa ajili yako wewe. Kwa hiyo usitie shaka. Basi karibu sana. Hicho ndo chakula ambacho kimeandaliwa na brother yangu. Mimi nataka pombe. Ona nileme chakula hii. Nimekuambia bila pombe hapa mimi sili. Mama, usiwazi hapa pombe ndo limited. Hayo ndo kenelele kelele. Bidhaa. Sinya. Mambo si ndo haya. Sitaki uniwekee pombe hiyo. Sinya. Lakini kubaliana na mimi basi tufurahike pamoja. Unajua mwalimu alikuja kumuiba. Alikuja kumuiba mwenzako. Mimi niliona. Lakini upendo ulioko kwangu umetoka moyoni, hata Mungu ni shahidi. Sawa kubali basi. Binti ana yuko naye. Kamata pombe kunywa kwa hasira.
Kwa nini yule binti anakuja kumvurugia stimu yake? 你知道我要成 Eh? 全城都在议论，我能不知道吗？ 我娘把我成亲的日子提前。 Basi mtaalamu 也好， yuko zake amekuja kutembea mida ya jioni, yuko na mtoto wa kike 博学多才，家里又富裕， ambaye moja kwa moja 你不早点嫁？ tayari ametoroshwa katika mile ya Mansion House kule kwa yule mama mbele ya mamake na binti. Yaani ile jengo atorokagi mtu, lakini master yake amefanikiwa kumuiba binti na kumletea jamaa. 想要跟他在一起。 Yaani mwalimu anamjali sana jamaa yake. 那我长得不错。 Lakini sasa 你怎么不想去？ unajua kule ilikuwa ni harusi. Kwa hiyo mimi nimetorosha, nimekuja huko, inabidi sasa sisi tufanye harusi yetu haraka haraka. 可是做梦 Yaani hizi za kienyeji za chapuchapu, ndoa za mkeka zile. 这4个字还没进， Kama kweli umekuja kwa ajili hiyo, 喊了昭告四方。 utabaki na mimi huku, lakini sio kuja kuoana haraka haraka, maana 啊， najua kabisa kule nyumbani hawatakuweza kubali kuacha wewe kirahisi hivi. Watatuma watu na muda wote unaweza kuja kuchukuliwa. 再见到你吗？ Mimi siwezi kubali kuondoka. 在梦里哦。 Mama yako ndo tatizo. Binti alivyoambiwa vile, 跟你开玩笑， ni kweli alijua 只要有缘， tatizo ni mama. Tatizo ni mama. 相信我， Lakini usijali. Tutajua nini cha kufanya. 我们俩永远是朋友， Mimi nashukuru sana kwa wewe ujio wako. Lakini 你永远在我心里。 bado mimi siamini kwamba ulinzi ulioko hapa ni mzuri. 那你呢？ Lakini sikiza basi. 为什么？ Siongee sana. 你也会？ Mimi hapa nilikuwa kesho niolewe. Ilikuwa harusi yetu. 会局外人，永远不会参与。 Sidhani kama itashindikana. 我来这世上无非就是看日出日落，云卷云舒。 Basi huu ndio unavyokuwa mwisho wa episodi yetu ya 25. Ngoja tuone sehemu ya 26 inasemaje. Tunaunganisha kama kawaida ni pale pale Nasra, bahari ya burudani. Nasra pale Kariakoo mtaa Likoma, opposite kabisa na kanisa la Kiinjili la Kiluteri TZ. Au sio bana? Njoo pale ukuta frame yetu imeandikwa 360 Young Gun. Unapata uburudani mwanzo mwisho. Yaani mpaka mwisho wa dahari. Twende sawa.